Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Beba. Njoo basi mara moja. Mke wangu. Mke wangu, najua kutoka jana hatujala, lakini mke wangu, anayetoa riziki ni Mungu na kila binadamu amwandikia fungu lake. Kwa mke wangu, naomba leo pia nikajaribu nikatafute, huenda nitapata. Sawa mume wangu, mimi mwenyewe nakuombea kwa Mungu akupe chochote kile. Asante sana mke wangu, ila leo pia nikipata matoki leo tutayachemsha, yatakuwa safi sana mke wangu. Sawa mume wangu, kwenye matoki afu mwenyewe nimefurahi. Na mimi naujua udhaifu wako mke wangu, na ndio maana nikasema matoki. Basi mimi sikai, ngoja niwahi ili niwahi kurudi. Sawa mume wangu, basi baadaye. Sawa mke wangu. Asante. Vijana wangu nimewapigia simu ni kwa sababu nimewaamini kwamba mtaenda kuifanya kazi yangu ambayo ilikuwa tayari na watu, lakini baada ya kunizingua ikanilazimu mimi kwamba niwafukuze katika kazi yangu, na ndio maana ikanipelekea mimi kuwapigia simu ili mje muifanye kazi hiyo. Sawa bosi, sisi tutaifanya kazi yako. Sijakataa. Ndio. Tunapopeana michongo inatulazimu ya kwamba tuweze kuonyesha uaminifu katika kazi ambazo tunapewa na watu wetu. Ndio bosi. Mimi kufika hapa sio kwamba ni vile tu nilifika, hapana. Nilipewa michongo na watu ambao wana kibunda, nikaonyesha uaminifu, basi nikapiga nini? Hatua. Ndio, sawa bosi. Ukikosea katika kazi zangu mimi sinaga maswala ya kutoa msamaha. Ukizingua katika kazi nayokupa sina muda wa kusema sijui ndaongea na wewe, hapana. Mimi nikufukuza mzee. Tuamini tu bosi. Wewe tuamini tu. Sisi tunaelewana hapo? Tunaelewana bosi. Kuna eka za nyanya kama 4 hivi ambazo nilikuwa nimezilima. Au mna wenge kwamba namna gani mtaweza kuzimaliza, pengine labda niongeze watu wengine? Hamna. Hapana bosi. Mtaweza, si ndio? Kwa hiyo basi nategemea kwamba sasa hivi tuingie shambani. Sawa?
Au labda kuna changamoto yote ile? Hapo bosi, mimi naona ni kuondoa shaka kuhusu kazi tunayofanya sisi. Sawa. Sisi hapa kijijini wanatufahamu vyema sana. Wapiga show, wapiga kazi maarufu ni sisi. Ndio bosi. Na ukipata watu wawili kama sisi, sawa. Ni sasa umepata watu 200. Tunapiga kazi kwa wakati, kwa weledi kabisa. Sio 200 tu. Watu 3000. Endeleeni kujisifia vijana. Ila mimi siku mkizingua naweza nikapiga hata chuma mimi. Usiwaze bosi. Ushaelewa? Lakini hapa saa kuna ada ambayo nilikuwa nimeiweka sehemu fulani hivi nikachukua mambo ya pesa. Kwa maana yake nyinyi wakute hapa hapa. Au unasemaje? Hamna shida bosi. Lakini bosi, sawa. Mtambia twende tukaangalia mchongo. Sasa inakuja tena badilisha juu kwa juu. Ndio bosi. Kwa na amani. Sawa. Mimi ni mtoto mdogo mwenye pesa mingi. Au ukipenda nite kiongozi wa chama serikali. Sawa. Sawa bosi. Mimi nakuja sio muda. Hamna shida. Sasa yani hivi. Sawa bosi. Ikiwezekana muende hata kwa Jose pale mkachukua hata soda 2 sawa? Tunashukuru bosi. Mtumie jina langu. Asante bosi. Asante bosi. Nashukuru bosi. Sasa bosi. Nashukuru bosi. Popo. Unaona? Nimeona sasa. Yaani leo tuseme kama tuna bahati tu. Kama jina langu mwanangu. Kama jina lako tu. Yaani vile. Jamaa. Ndio. Huyu jamaa anaonekana na hela kabisa. Kabisa mwanangu. Umemwona? Nimemuona kabisa. Hasa hapa cha kumwaminisha, tufanye kazi. Alafu mwanangu, unajua mimi toka nimeanza kukaa kwenye kijiji hiki. Tunafanya kazi mabosi. Yeye kuna bosi kama huyu. Mimi mwenyewe ndo mara ya kwanza. Afu ni matofauti mwanangu jua. Hasa tutamuonyeshia kazi. Heka moja unaonyesha tunafanyaje? Heka moja. Masaa 5 meshaisha hiyo. Alafu kesho tunakuja kuchukua hela yetu. Alafu kingine, tumemwambia kama sisi watu wawili kama 200. Wewe umesema kama 3000 vile. Mimi nimesema kama 3000 Tuonyeshe kazi kama 3000 kwetu sasa. Tumejisifia nitakiwa na sisi tupige kazi sasa. Sawa. Mbona mimi nakukubali sana. Sure, ni ududu. Nipe hizo. Tushamaliza. Kwanza hapa napiga mahesabu kwanza hapa sasa hivi. Nimeenda kutusua tu. Kutusua tu na kutusua. Malkia wa kijiji, mshika moyo wangu, tabibu wa hisia zangu. Niache bwana, watu wasije katuona. Atuone nani wakati wewe ni wangu jamani? Mume wangu je? Hebu ache leo mambo yako. Sasa takataka ile mimi itanifanya nini? Mchoma mkaa. Sawa, basi ngoja mimi nishote maji hapa nisije nikachelewa. Bana, mbona haraka hivyo na wewe? Afu jole nimekuletea zawadi. Kisia tuone zawadi gani? Wewe nipe bwana, mimi sijui kukisia. Sio mbaya. Nakuomba basi ufumbe macho nikupe zawadi yako. Fumbua macho. Wow, asante sana. Maana toka jana sijala. Mwanzani mimi linanishangaza swala wewe kuniambia kwamba toka jana hujala mpaka leo pindi ambavyo utakuwa upo kwenye mikono ya mume wako. Ni jambo la kawaida kwa sababu hana maisha, na mara ngapi mimi nimekuambia kwamba njoo kwangu. Njoo kwangu mama, utakula. Sawa? Ikiwa ni mojawapo ya mambo ambayo ni ya muhimu katika mwanadamu. Umeelewa? Utavaa, alafu pia maisha yako yatakuwa softi. Njoo kwangu basi. Nitakuja bwana, haya mambo tusifanye haraka. Yawezekana maamuzi yako ni sahihi. Lakini sasa kwa upande wangu mimi naumia ninavyoona unateseka. Alafu ujue kwamba utakuja kujutia sana pindi ambavyo utaipoteza hii fursa.
Sawa bwana, basi ngoja nichote maji, tutaongeaga siku nyingine. Sawa, siwezi kupingana na wewe. Ila leo ukishachota maji basi nikusindikiza hadi nyumbani. Si unajua mume wako ameenda kutafuta hela na amesahau kwamba pesa haitafutwi ila hela inategwa. Sawa. Mwanangu, bosi amekaa kinoma noma mwanangu. Hadi nahisi yani kuna joto hapa kinoma noma. Mwanangu tusubiri tu mwanangu. Wapi tusubiri wapi sasa na wewe? Yaani tumesubiri mtu tumekaa. Wewe jamaa, mimi hapa nilipo sina hata shilingi 100. Kwa hiyo tusubiri bosi tafanyaje sasa? Ila kweli mwanangu. Alafu pia unawaambiwa hivi, maskini athaminiwi. Ila kweli kuna msemo watu wanasema hivi, riziki ya mbwa iko miguuni mwake. Ngoja tusubiri tu hivyo hivyo mwanangu. Lakini nakwambia kitu zote. Ndio. Mnavalia mikate meusi yana joto. Sio kama meusi, sema mikono mirefu. Meusi. Kwa hiyo haya wewe humu kuna joto? Suruali tu mwanangu wewe. Kuna joto? Humu kuna joto? Vipi wewe? Bwana tusubiri tu mwanangu. Tumsubiri.
Mwenyekiti hodi. Mwenyekiti hodi. Mwenyekiti. Karibu. Mwenyekiti. Karibu, niko huku nyuma. Pita huku nyuma. Mwenyekiti, habari ya saa hizi mwenyekiti? Kijana, sema shida yako bwana, haraka haraka, mimi nina kazi nyingi hapa. Sema shida zako haraka haraka bwana. Mwenyekiti, samani ila mwenyekiti, nilikuwa naomba mwenyekiti unipiganie shamba langu nilipate, maana nadhulumiwa mwenyekiti wangu. Lakini ili swala mwenyekiti naona unalifumbia macho sana. Yaani mwanakijiji wako nakandamizwa, lakini wewe upo tu na hata usemi kitu mwenyekiti. Kwa lengo langu kuja kwako nilikuwa naomba mwenyekiti, ili swala unisaidie mwenyekiti wangu, ili na mimi nipate haki yangu. Hivyo tu. Kijana, na kuambia lile shamba lishakabidhiwa kungu. Umesikia? Sitaki kuongea mambo ya shamba hapa. Ondoka kwanza nyumbani kwangu hapa. Unanichelewesha bwana. Lakini mwenyekiti, ile shamba ni la kwangu. Kwa nini apewe kungu shamba langu mwenyekiti? Ile mwenyekiti haki yangu ile. Kijana, toka bwana. Sitaki kusikia mambo ya mashamba hapa. Toka kabisa, sitaki nyumbani kwangu. Nitakuita mwizi wewe. Ondoka kabisa hapa. Yaani toa pesa ndio ukabidhiwe shamba lako. Shamba. Toa pesa, kama huna pesa shamba hupewi. Tunajua shamba la kwako. Tulipo hii nataka nipige kazi kama yale jamaa yanachimba yale, nikema nani yale, jamaa yale matolori yale. Sio matroli, sema madoza. Ya, madoza. Ya, mwili mdogo, kazi ya doza. Kazi ya doza. Boss, karibu boss. Karibu boss. Asanteni vipi? Sasa boss. Mungu poa. Tupo poa boss. Na mizunguko boss. Salama bwana. Sema nilikuwa ni na harakati fulani hivi hapo mbele. Ndio boss. Kwa hiyo mniwia radhi kidogo. Haujachelewa boss. Haujachelewa kabisa. Kweli? Ndio wahi sana boss. Ndio. Ni muda tu, ni kidogo tu. Ndio boss. Sio mbaya. Basi hapo tunaweza kupita, si ndio? Sawa boss. Tukaonyeshane sehemu ya kazi ili mambo mengine yaendelee. Sawa boss. Au vipi? Sawa boss. Basi unaweza kutangulia. Sawa boss. Twende tu boss. Mbona unajikubali mdogo? Najikubali boss.